Hebu tumzungumzie Juwairia kidogo, ummul mu'minin, mama yetu radhiyallahu anha. كانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة. Mtume صلى الله عليه وسلم alipomuoa Juwairia alimuoa akiwa ni binti wa miaka 20, lakini sio bikr, ashawahi kuolewa, lakini alikuwa na miaka 20. وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقانتات العابدات. na ummul mu'minin Juwairia alikuwa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na mwingi wa kufanya ibada sana, yani alikuwa kisifika na kufanya ibada nyingi sana. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم, ilikuwa ni usiku wa Juwairia radhiyallahu anha, alfajiri akatoka Mtume صلى الله عليه وسلم kwenda kuswali swala ya alfajiri, na Juwairia radhiyallahu anha akaswali pale nyumbani. وهي في مسجدها, sababu walikuwa wakitenga sehemu ambao waswali, inajulikana kama Masjid al-Bait, yani ni kama msikiti wa nyumbani, walikuwa wakitenga sehemu waswali pale. ثم رجع بعد أن أضحى, Mtume صلى الله عليه وسلم akakaa huko wakati wa dhuha, akarudi nyumbani kwake. وهي جالسة, ampata mkewe ummul mu'minin Juwairia bado amekaa pale pale katika sehemu yake ya swala, amtaja Allah subhanahu wa ta'ala muda wote. Wakati wengi leo katika wanawake akisha swali alfajiri, basi yalla akileta hizo adhkara akiwa amekaa pale, basi salama. Na wengine ikiwa godoro ni la chini lile, basi ndo kuanziwa pale pa unalala hivi, kisha unabingiria shafika kitandani kwenye godoro lako, lala pale pale. Yani kufunga macho kwanza na salamu alaykum wa assalamu alaykum, huyo lala kweli kweli. Wengi katika kina mama wapitwa na fadhila hizi, mwalala sana kina mama. Chukueni mfano kwa ummul mu'minin Juwairia radhiyallahu anha, alikuwa akimaliza kuswali, na lau kama wanawake wangelikuwa na ibada namna hii, basi kusingekuwa na matatizo majumbani, wallahi kusingekuwa na matatizo. Wengi katika wale wanaopata matatizo utakuta ni uchache wa watu kufanya ibada katika majumba, sababu lau kama wangelikuwa ni wingi wa kumtaja Allah na wingi wa kufanya ibada, lazima nafsi yako itabadilika, itatakasika. Lakini hata alfajiri pia uiswali jicho moja unilifunga, hutaki limalizike usingizi, kuna kazi hapo, kuna kazi kubwa sana. Chukueni mfano wa kina mama, si washambulii, lakini ndio ukweli. Si wote, lakini wengi mapenda kulala sana baada ya alfajiri, lala. Sasa mtu wafanya uvivu, alafu ukiwa kila siku ada yako kila siku baada alfajiri walala, wallahi salafa wako hivyo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda aja kugotewa kabla alfajiri na wanafunzi, mko wakija pale kwake, akitoka wamfuata, kuna maswali na nini wamuuliza huko, wamfuata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siku moja akachelewa hivi, wakakaa pale, mbona hamkunijulisha kama mko hapo? So, tulikuwa tufikiria watu wamelala. Qala atadhunnuna anna li ali ibn ummi abd ghafla, hivi mwadhania watu wangu wa nyumbani wako katika ghafla, yani watu kujilalia watu kwenye ibada sasa hizi, nyumba nzima hapa watu wako macho, nigoteni mnijulishe tu mtatoka. Yani watu kutoka wakati huo hawalali time, watu swali walala. Labda ikitokea mtu mgonjwa anchoka, basi
lakini kuna wengine bwana tunzidi bwana sallala kila siku bwana shatoa salamu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, hizo zikimalizika hizo adhkari hizo za swala baada ya swala za malizio mtu ashaanza kulala. Juwairia yuko pale pale aswali alfajiri mpaka wakati wa dhuha amtaja Allah subhanahu wa ta'ala, fanya adhkar, kama ni kusoma Qur'an afanya adhkar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akirudi ampata amekaa pale pale mke wake ummul mu'minin Juwairia radhiyallahu anha. فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها, hivi umebakia katika hali ile ile niliyokuacha, yani uko hapa hapa? قالت نعم. Juwairia akamwambia ndio. Hapa tukapata faida kubwa sana. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات, nimesema mimi baada ya kutoka kwako hapa maneno manne nimerejelea mara 3. law wuzinat bima qulti منذ اليوم lawazanathunna, lau kama hayo maneno manne niliyorejelea mara 3 yatapimwa na hizi dhikri zote ulizozifanya wewe, hii yangu ina uzito zaidi kuliko zote hizi. Kamfundisha subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rejelea haya maneno mara 3 ni sawa sawa na adhkar za masaa, maneno machache lakini yana thawabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adh-dhikru al-mudha'af, sababu hapa wasema subhanallah wa bihamdihi. Sasa hii subhanallah wa bihamdihi wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aifanye maradufu adada khalqihi, kwa idadi ya viumbe vyake vyote. Umeelewa? Sasa Allah akuandikia subhanallah bihamdi kwa idadi ya viumbe vyote. Waelewa nikisema viumbe? Labda kuna wengine hawajaelewa. Wazijua kokoto pia viumbe, waweza kuzihesabu? Je, mchanga waweza kuhesabu? Itakuwa ni ajiri kubwa kiasi gani? Adada khalqihi, si binadamu tu, binadamu, majini, wanyama, miti, majabali, mito, bahari, kila hadhi min makhluqatillah, samaki walio baharini, wa mtoni, wa wapi, idadi ya mchanga hivyo. Hii subhanallah bihamdi adada khalqihi. Tena waridha nafsihi, nani anayeweza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani akafanya adhkar kiasi cha kuwa yafikia yeye kufikia amefikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Vile tutakavyofanya hatuwezi kufikia, lakini hapa wamuomba Allah aijalie hivyo. Tena wazinata arshihi, na arshi ina mapambo mengi sana, na wengine nasema uzito wa arshi, nasema ile mapambo yale kwenye arshi mengi. Wa midada kalimatihi, طيب ule wino wa kuandika maneno ya Allah katika Qur'an, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itakuwa ni wingi kiasi gani ajiri yake subhanallah bihamdihi. Hii faida bwana tumeipata kwa mama yetu Juwairia radhiyallahu anha. Laiti mama zetu watachukua mfano kwa ummul mu'minin Juwairia, baada ya kuswali salatul fajri ukakaa pale ukafanya adhkar za baada ya swala, ukimaliza ukaleta adhkar hizi za asubuhi, ukimaliza ukachukua Qur'ani ukasoma juzuu 2-3, wewe uko pale tu. Na kama watoto wako kwenda madrasa au kwenda shule watayarisha, waandaa waenda, wewe endelea kusoma Qur'an pale. Ushasoma kiwango utakachokisoma, uswali rak'a 2 za dhuha, ukimaliza uendelee na shughuli zako, baadaye qailula utalala. Ama kila siku baada ya alfajiri walala bwana, ndio maana naumwa na kiuno, naumwa na mbavu, utaumwa na nywele pia, kila mali patakuuma kweli. Hii kulalala baada alfajiri ya maradhi,
ina maradhi sana. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala amezungumza madhara makubwa yanayopatikana katika usingizi wa baada ya alfajiri. Si wakati mzuri wa kulala, na haswa ikiwa mtu hajakwenda kuondoa uchafu tumboni, yani walala akiwa na uchafu tumboni, watafuta maradhi wewe, wasikia waumwa huku, manake huchangamshi ile damu yako. Mara wasikia naumwa na kiuno, mara wasikia naumwa na mguu, mara wasikia naumwa na huku, utaumwa wewe kwa sababu walala sana alfajiri. Ungelikuwa wakati ule damu yako ichemsha, wafanya shughuli zako, baada hapo baadaye wakati wa kailula lala, pumzika. Na ikitokea kuwa pengine labda umechoka ni masala mengine, lakini sio kila siku basi ikawa ni ada. Maana wengine ni ada, tena yufanya haraka kabla lile jua halijapanda ndo arudi kulala, ili hata asilione lile jua litampotezea usingizi. توفيت رضي الله عنها سنة 50 من الهجرة. جويرية رضي الله عنها لفريق مكة 50 أو سنة 56 في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وصلى عليها مروان بن الحكم. مروان بن الحكم وكتي هو alikuwa ni wali المدينة، yeye ndiye alikuwa amiri wa Madina, yeye ndiye alimswalia. وكان عمرها حين توفيت رضي الله عنها 65 سنة. alipofariki alikuwa na miaka 65 رضي الله عنها وأرضاها.